Jamani, usije ukaacha saiti yako kwa muda mrefu bila kuitembelea kwa kumwamini Shamba Boy. Mashamba Boy kwa sasa hivi ndo wanaongoza kwa kuuza maeneo ya mabosi zao. Hasa wale mabosi ambao wanakaa muda mrefu bila kutembelea maeneo yao. Jamani, ninasema hivyo kwa sababu kuna mwenzetu pia kimempata kitu. Alinunua ekari 10 sehemu. Baada ya kununua hakuzipima wala hakufanya umilikishwaji. Yeye aliponunua tu akamkabidhi Shamba Boy azilinde na awe anazilimalima. Yeye akapotea kabisa, almost miaka 12 hajaonekana kwenye lile eneo. Sasa Shamba Boy alipoona kwamba bosi ajiaji site, akakatakata lile eneo viwanja, akauza. Na baada ya kuuza yeye akapotea zake, akaondoka kabisa kwenye lile eneo. Na wale aliowauzia walichokifanya, kwa sababu lile eneo lilikuwa halijapimwa wala halijamilikishwa, walichokifanya wao ni kufanya mpango wa kulipima, lakini pia wakaomba hati miliki. Kwa sasa hivi tunavyoongea jamaa wana hati zao mkononi. Na kwenye lile eneo ni pameshaendelezwa sana. Yaani watu wameshusha vitu, wamejenga majengo ya kisasa, majengo mazuri kwenye lile eneo. Jamaa baada ya kuona yule Shamba Boy hapatikani, ilitakiwa sasa afunge safari kutoka huko aliko aje sasa aangalie eneo lake. Alipofika kwenye lile eneo anakuta watu tayari wameshaendeleza na watu wanamwambia kwamba sisi tuna hati. Na wale jamaa ambao wameendeleza pale hawaelewi chochote. Wao wanasema sisi tumeuziwa na mzee fulani, na huyo mzee sasa hivi hayupo, kaenda karudi kwao, anasema anataka akazeekea akamalizie uzee nyumbani kwao. Na walivyomtajia jina la yule mzee, ni kweli huyu anamfahamu, akasema huyu alikuwa ni Shamba Boy wangu lakini sio mwenye ile eneo. Jamaa hawaelewi. Yaani jamaa hawaelewi. Kwa hiyo huyu mzee jamani ni amechanganyikiwa. Hapa haelewi anaanzia wapi na wala ajui anaishia wapi. Jamani, mnaponunua maeneo msikae muda mrefu bila kutembelea maeneo yenu. Hawa Mashamba Boy pia ni watu. Sawa jamani Kaeni kwa hiyo tahadhari.